Usiku ulikuwa umetanda juu ya kijiji cha Githonde, kijiji kidogo kilichozungukwa na misitu mirefu na milima yenye mvuke mzito. Kijana mmoja aitwaye Amani, maskini lakini mwenye moyo wa huruma na busara kupita umri wake, alikuwa amerudi kutoka kusaka kuni msituni. Amani aliishi na bibi yake mzee Mama, mzazi wa marehemu baba yake. Waliishi maisha ya tabu lakini ya heshima, bila kuiba wala kudhulumu. Siku hiyo alipokuwa akipita njia ya mkato karibu na shimo la zamani lililotawaliwa na vichaka vikavu, alisikia kilio cha msichana. Aliposogea alimkuta msichana mrembo sana, lakini mchafu, aliyekuwa amejeruhiwa mguuni na akiwa na uso wa hofu kuu. Alikuwa amevaa nguo zilizochanika na uso wake ulikuwa umejaa vumbi na machozi. "Samahani kaka, naomba msaada tafadhali, usinipite msichana," alisema kwa sauti dhaifu. Amani bila hata kusubiri dakika, alimchukua msichana huyo mgongoni na kumbeba hadi nyumbani kwao. Bibi yake alipomuona alimuuliza kwa mshangao, "Ewe Amani, umemtoa wapi huyu mtoto wa watu usiku hivi?" "Bibi, nimemkuta kwenye kichaka, amejeruhiwa, hakuwa na pa kwenda." Bila kusita, bibi alimsaidia kumfunga jeraha lake, kumpa chakula na kumtandikia godoro la kulalia. Lakini kilichowashangaza zaidi ni kwamba msichana huyo hakuwa akieleza jina lake. Alijitambulisha kwa jina la Zuena, lakini kila alipoulizwa kuhusu familia yake au alikotoka, alitazama chini na kusema, "Siwezi kusema kwa sasa. Muda ukifika nitasema." Zuena alikaa kwao kwa siku 7. Ndani ya kipindi hicho kijiji kilijaa minong'ono kuhusu msichana huyo. Wengine walisema ni yatima aliyekimbia kwao, wengine walimshuku kuwa ni mwizi, na baadhi wakasema ni mzuka. Lakini Amani hakuwa mtu wa kusikiliza maneno ya watu. Alimjali Zuena kama dada yake, alimlinda, alimheshimu na hakuwahi kumtamani wala kumvizia hata mara moja. Siku ya 8 alfajiri, Zuena aliamka kabla ya jua kuchomoza. Alimkuta Amani nje akikatakata kuni. Kwa sauti ya upole na uchovu wa ajabu alimwambia, "Amani, muda umefika." Amani alitazama juu, macho yake yakionyesha mshangao. "Muda wa nini Zuena?" Zuena alimshika mkono na kumtazama machoni. "Mimi si mwanadamu wa kawaida, Amani. Wewe hunijui. Ulichokifanya kwa moyo wa dhati bila tamaa yoyote kimeandikwa kwenye mizani ya milele. Umenisaidia nikiwa sina msaada wowote, bila kujua mimi ni nani. Kwa sababu hiyo nipo hapa kukufunulia ukweli." Ghafla mwanga mkali ulitanda. Amani alijikuta katika sehemu tofauti, msitu wa kale wenye miti inayozungumza, ardhi inayotoa mwanga na anga lenye nyota hata mchana. Zuena hakuwa tena yule msichana mnyonge. Alivalia mavazi meupe ya kung'aa, macho yake yakawa ya hudhurungi yenye nuru na sauti yake ikawa ya kuvuma kama upepo wa bahari. "Mimi ni binti wa jini mkuu wa misitu 7. Nilivamiwa na maadui wa ukoo wangu, majini wa giza, na nikatelekezwa ulimwengu wa wanadamu ili nipotee. Wewe umeninusuru, na kwa kufanya hivyo ukoo wangu wote umekutangazia baraka." Amani alikuwa ameduaa. Hakuelewa kila kitu, lakini moyo wake ulimwambia hakukuwa na hila. Zuena aliendelea, "Nakupa chaguo. Unaweza kurudi kwenye maisha yako ya kawaida ya upole na umaskini, au unaweza kupewa zawadi ya pekee, utajiri wa dunia zote mbili, wa wanadamu na wa viumbe wa mwangaza." Amani hakujibu haraka. Alinyamaza akafikiria. Kisha akasema, "Nataka nisaidie wengine kama nilivyokusaidia wewe. Kama utajiri huo utanifanya niwe baraka, basi na ukubali." Zuena alitabasamu. "Ndiyo jibu sahihi. Kuanzia sasa utakuwa unaona yasiyoonekana, unajua yasiyojulikana, na milango ya riziki itakufuata hata usipoitafuta." Ghafla Amani alijikuta amerudi kwenye uwanja wao wa nyumbani, lakini sasa nyumba yao ilikuwa imebadilika. Haikuwa tena ya udongo na nyasi, bali ni ya tofali na dari la bati la rangi ya dhahabu. Bibi yake alikuwa amerudi ujana, akicheka na kupika ndani ya jiko la kisasa. Na Amani, sura yake haikubadilika, lakini moyo wake ulikuwa umejaa nuru mpya. Na hapo ndipo maisha yake ya ajabu yalianza. Siku ya kwanza baada ya mabadiliko yale ya ajabu, Amani aliamka asubuhi huku akihisi kuwa na nguvu ya kipekee. Aliweza kusikia midomo ya ndege wakiongea lugha ambayo hakuwahi kuelewa hapo awali, na alipogusa ukuta wa nyumba yao mpya, alihisi historia ya udongo huo kilichojengwa hapo zamani, vilio vilivyopata hifadhi humo, na baraka zilizozama ndani ya ardhi hiyo. Lakini jambo la ajabu zaidi, ilikuwa kwenye shingo yake kulikuwa na mkufu mdogo wa fedha aliokuwa hakuwa nao kabla. Ulivyokuwa uking'aa jua lilipowaka, uliwasha mlango wa ajabu ndani ya kichwa chake. Amani aliona ndoto akiwa macho, ndoto za watu waliokuwa mbali, ndoto za hatari zinazowajia wengine, na hata siri walizozificha viongozi wa kijiji chao. Usiku ule Zuena alimtokea tena kwenye ndoto.
Sauti yake ilikuwa nyororo lakini ya mamlaka. Amani, huu ni mwanzo tu. Utajiri wa dunia zote mbili si fedha tu, bali maarifa, mamlaka na majaribu. Ili uweze kuutawala, lazima uwe tayari kupita njia za giza bila kuchafuka. Kesho saa 10 alfajiri, nenda kwenye kisima cha kale kilicho nyuma ya msitu wa Mahame. Pale utakutana na mlinzi wa lango. Ukikubaliwa, utapewa zawadi ya kwanza ya uwezo wako. Amani alipoamka, alihisi kama yote ilikuwa ndoto, lakini mkufu ulikuwa bado shingoni. Saa 10 alfajiri aliondoka kimya kimya na kuelekea msituni. Msitu ule haukuwa kama kawaida. Kulikuwa na ukimya mzito, ndege hawaimbi, matawi hayatikisiki, na kila hatua yake ilionekana kusikika mbali. Alipofika kwenye kisima cha kale, alikuta jiwe kubwa limelifunika. Lakini mara tu alipolisogelea, ardhi ikatikisika na jiwe lile likajifungua lenyewe likitoa mwanga wa bluu. Ndani ya kisima kulikuwa na mtu au viumbe aliyekuwa na mwili wa mtu, lakini macho ya simba na miguu ya paa. Alivaa mavazi meupe yenye michoro ya kale na alizungukwa na miale ya moto isiyochoma. Karibu mrithi wa nuru, mlinzi alisema kwa sauti nzito. Jina langu ni Hashamu, mlinzi wa mipaka kati ya walimwengu. Je, uko tayari kupokea sehemu ya kwanza ya zawadi yako? Amani aliinamisha kichwa. Ndiyo, nipo tayari. Hashamu akamwelekeza aketi mbele ya kisima. Alimwaga maji yenye harufu ya waridi na uvumba juu ya kichwa cha Amani, kisha akasema, kuanzia leo utakuwa na uwezo wa kuona mioyo ya watu, si tu sura zao. Utaweza kutambua uongo, kutambua njama na kuongoza watu kwa haki. Lakini kumbuka, kila zawadi ina mzigo wake. Ukitumia vibaya utapoteza kila kitu, ikiwemo nafsi yako. Ghafla mwanga mkali ulifunika kila kitu, na Amani akajikuta amesimama peke yake nje ya kisima likiwa limefungwa tena. Lakini sasa macho yake yalikuwa tofauti. Alipotazama mbali, aliweza kuona mtu akisubiri kwa hila nyuma ya mti, mtu aliyekuja kwa jina la kusaidia, lakini akiwa na nia ya kuiba ng'ombe wao. Kwa mara ya kwanza, Amani alitambua kuwa baraka aliyopewa si kwa faida yake pekee, bali kwa kulinda wengine. Wakati Amani akiendelea kujifunza siri za uwezo wake mpya, kijiji cha Githonde kilianza kushuhudia mabadiliko. Watu waliokuwa na roho mbaya walikuwa wakipata misiba ya ajabu, na wale waliokuwa wanyenyekevu walikuwa wakinufaika hata bila kujua sababu. Wazee wa kijiji walimchukua Amani kama kijana wa kipekee, lakini wengine walianza kumchukia kisirisiri, wakihisi ni mchawi au mlaghai. Siku moja mgeni mmoja aliingia kijijini. Alijitambulisha kwa jina la Bwana Rajabu, mfanyabiashara kutoka mbali. Alikuwa na uso wa furaha, lakini moyo wake ulionekana mweusi kabisa mbele ya macho ya Amani. Alikuja na zawadi, mali na ahadi nyingi, lakini Amani aliona ndani yake. Aliona sura halisi ya jini wa giza aliyevaa ngozi ya mwanadamu. Na hapo ndipo vita ya kweli ilipoanza. Bwana Rajabu aliingia kijijini kama mkombozi. Aligawa pesa, alitoa msaada kwa maskini, na hata alijenga kisima kipya na shule ya watoto. Lakini Amani kwa macho yake ya rohoni aliona kinyume cha sura hiyo ya ukarimu. Aliona damu, vilio na ndoto zilizochomeka. Alijua Rajabu hakuwa mwanadamu. Alikuwa jini wa giza, mmoja wa wale waliomwinda Zuena zamani. Katika usiku wa giza, Amani alienda msituni kwa ombi la dharura kwa Zuena. Akamlilia, nisaidie, jini yupo kijijini. Naogopa kwa watu wangu. Anaonyesha wema, lakini moyoni mwake kuna shimo la moto. Sauti ya Zuena ilijibu kutoka kwenye upepo. Usiogope Amani. Hii ndiyo sababu ulijaliwa zawadi hii. Sasa ni wakati wa mwisho wa kupigana, si kwa upanga, bali kwa moyo uliojaa haki. Siku ya 3 tangu kuwasili kwa Rajabu, kijiji kilifanyika mkutano mkuu. Rajabu alisimama akitoa hotuba ya matumaini. Amani akiwa mbele ya umati alisimama kimya. Ghafla macho yake yakawa meusi na dhahabu kwa mchanganyiko. Alipoelekeza mkono wake kwa Rajabu, mwanga mkali ulilipuka kutoka kifuani mwa kijana huyo. Rajabu alicheka, mtoto wa binadamu, hujui nani unayekabiliana naye. Mimi ni mwenye enzi ya kale, mfalme wa kivuli. Huwezi kunizuia kwa macho matakatifu pekee. Wingu jeusi lilishuka kutoka angani. Watu wote walipiga kelele kwa hofu. Hata majani yalinyauka papo hapo. Lakini Amani hakuogopa. Alinyanyua mkono wake wa pili akasema, kwa jina la mwanga wa urithi wa dunia zote mbili, kwa heshima ya haki na kwa moyo wa huruma niliotenda, simama. Kulikuwa na kimya. Kisha miale ya dhahabu ilimzunguka Amani kama mzinga. Zuena alitokea katikati ya umati akiwa amevaa vazi la nuru. Mikono yake miwili ilishikilia miale miwili, moja ya maji, nyingine ya upepo. Amani na Zuena walivunja laana ya Rajabu kwa mwanga wa pamoja. Jini huyo alipiga kelele za kuungua, mwili wake ukifumba na kujifungua hadi akayeyuka kama moshi uliovutwa na anga.
Vumbi lilipotulia, kijiji kilikuwa kimya. Jua liliangaza kama mara ya kwanza na watu wote walimkimbilia Amani na kumuinua juu. Baada ya ushindi huo, Amani hakuwa tena kijana wa kawaida. Alipewa heshima ya kuwa kiongozi wa kijiji, lakini hakubadilika. Alibaki mnyenyekevu, mpenda haki na mwenye moyo wa huruma. Alijenga shule zaidi, hospitali, na alihakikisha hakuna mtoto aliyelala njaa. Zuena aliondoka siku moja kwa utulivu, akimuaga Amani kwa tabasamu. Nimekamilisha wajibu wangu. Dunia hii ipo mikononi mwa mtu mwenye moyo safi sasa. Tutanong'ona tena pengine katika maisha yajayo. Amani alibaki na mkufu wake, lakini sasa ulikuwa umegeuka kuwa jiwe la amani. Halikuangaza tena, bali lilimuongoza kimoyomoyo. Aliishi maisha marefu akijulikana kama mlinzi wa dunia. Mtu aliyejua mema ya wanadamu na siri za viumbe wa mwanga. Na hata alipofariki walimzika chini ya mti ule ule alipomkuta Zuena kwa mara ya kwanza. Watu walikuja kwa miaka mingi kumtembelea, na kila mtoto alielezwa hadithi ya kijana aliyemsaidia msichana asiyejulikana, kumbe alikuwa jini wa mwanga, na kwa msaada huo akapewa utajiri wa dunia zote mbili. Asante sana kwa kutizama video hii. Niandikie ulichojifunza kwenye hadithi hii. Tukutane tena kwa wakati mwingine. Shalom shalom, amani iwe nawe. Assalamu alaikum.